Iligoma bwana inaitwa Dunia. Huyu jamaa hapa anaitwa Manyanya na huyu ni mke wake anaitwa Violet. Asubuhi kumekucha, Violet anajiandaa anataka kuondoka. Mshikaji anatoka na mkuta mke wake anajiandaa, anamuuliza unaenda wapi? Violet anamjibu kwa nataka niende kwenye kikundi sasa hivi. Jamaa ana complain, lakini mwisho wa siku demu anampiga busu na kuondoka na kumwacha akiwa ameduaa. Sasa bwana, tukiachana na wale wawili, kuna huyu dada anaitwa Matt. Huyu dada bwana ni miongoni mwa wale madada ambao wana mikosi. Yaani akipata mwanaume after show it's over. Yaani akipata mwanaume akishatoa show ni mzigo umekwisha, yani mahusiano yanaisha. Bwana, tukiachana na upande ule wa Matt, huku kuna hili penzi la watu wawili hao. Kuna huyu mwanadada anaitwa Cindy na mumewe Moody, au unaweza kumuita paka la baa. Bwana Moody leo kamfanyia surprise mpenzi wake, kamletea mfuko. Akiwa na mashoga zake amekaa nje, akamwambia wao amemletea nyama. Wakaingia ndani. Walipoingia ndani bwana, Cindy anafungua mfuko hivi, anakuta ni mawe. Ilikuwa ni utani fulani hivi, hasira, lakini mwisho wa siku furaha. Tukiachana na wale wapendano wawili, tunarudi tena kwa mwanadada Matt. Bwana Matt leo amepata mwanaume mwingine. Huyu mwanaume anajaribu kumshawishi Matt ili kupatana naye tendo. Wakati anajishauri, mwisho wa siku akakubali. Tukimwacha Matilda kwenye game, tunarudi tena kwa bwana Manyanya bwana. Manyanya amekaa hapo usiku anamsubiri mke wake arudi. Mke wake anaingizana. Anampokea vizuri mke wake. Sasa jamaa wakati anaforce masuala ya mvegamuo, mwanamke anaanza kuingizia mazungumzo ya biashara, mapato, sio nini. Bwana Manyanya anakasirika na kumfungulia sabufa. Walizozana sana, lakini mwisho wa siku mwanamke alichoamua ni kutoka na kwenda kulala na kumwacha mwanaume wake akiwa amekaa pale sebuleni anaduaa. Siku nyingine tena tunarudi tena kwa Matt. Matt bwana, baada ya ile game ya jana, anajaribu tena kumtafuta yule mwanaume wake, lakini lola, mwanaume hapatikani. Anapiga na mbona namba anapiga haipatikani kwa sasa. Anatoka bwana, anaenda kwa shoga yake kuazima simu. Huyu shoga yake anaitwa Kathe. Anamwazima simu ili ampigie mwanaume wake. Anapewa. Anampigia simu, naita, anapokea, anamtambulisha mimi Mari.
Yule mwanaume kusikia hivyo tu anakata simu na kumwacha akiwa na dua. Maana yake ni kwamba kile ambacho kilichotokea kwa mwanaume wa kwanza kimetokea tena kwa mwanaume mwingine.